الحمد لله. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أشهد أنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة حتى ترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى فلقد فاز المتقون إن للمتقين مفازا. يقول الله سبحانه واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. قال العلامة ابن كثير رحمه الله تعالى أي اجلس مع الذين يذكرون ربهم ويهللونه ويحمدونه ويسبحونه ويكبرونه ويسألونه غدوا وعشيا سواء كانوا أغنياء أو فقراء أو أقوياء أو ضعفاء. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أيها المؤمنون، بارك الله فيكم. بعد يكم حميد الله سبحانه وتعالى na kumtakia rehma na amani Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, na yusia nafsi yangu pamoja na nafsi zenu kwa sala zima la kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala, maana ndilo jambo ambalo kwamba litapelekea mafanikio yetu ya hapa duniani na kesho akhera. Waislamu watukufu, wanadamu ambao kwamba tunaishi katika ulimwengu, lazima ndani ya maisha yetu haya kunapatikana vikao, tunakuwa ni wenye kukaa ndani yake. Kuna wale ambao kwamba wanakaa katika vikao ambavyo kama ni valahun walaib, vikao ambavyo kwamba ni vya mchezo na upuzi, wakawa ni wenye kupoteza muda wao kwa vikao hivyo, kwa lolote lile ambalo kwamba wanalifanya ndani yake ni la upuzi. Lakini kuna wale ambao kwamba wanakaa vikao kwa mambo ambayo kwamba ni ya mubah, na kuna wale wanaokaa katika mambo ambayo kwamba ni haramu. Lakini kuna wale ambao kwamba wanakaa katika vikao vyenye kuheshimika, vikao vinatambulika mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zanguni katika imani, ni jambo ambalo kwamba tutakubaliana Waislamu wote kwa ujumla, makubaliano ambayo kwamba hayana shaka ndani yake, ya kwamba tuko katika wakati ambao kwamba hakuna jambo lililodharauliwa na jambo ambalo kwamba limepuuziwa na Waislamu likawa ni jambo halina maana katika macho yao, bali kulifanya jambo hilo ni sawasawa na upuzi katika macho ya Waislamu, ni kukaa katika vikao vya kielimu, vikao ambavyo kwamba ndani yake watu wanafundishwa maneno ya Mola wao Allah subhanahu wa ta'ala, vikao ambavyo kwamba ndani yake watu wanafundishwa maneno ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lakini wallahi ni vikao vinavyochukiza kwa Waislamu leo hii. Muislamu ni mwanadamu anayeweza kukaa jisaji moja na nusu kwa sababu ya kutizama mpira, akasimama juani masaa mawili kwa sababu ya mwanasiasa,
akalifanya analolifanya Muislamu yule kwa nishati na furaha, lakini hawezi kukaa dakika 20 kwa kuambiwa qala Allahu qala Rasul. Hivi vikao vinavyopatikana msikitini, watu wanakumbushwa maneno ya Mola wao, watu wanakumbushwa maneno ya mtume wao, ni vikao vina thamani kubwa sana katika maisha ya Muislamu. Ikutosheleze wewe kama Muislamu unayempenda Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na unamtukuza Allah subhanahu wa ta'ala, Allah amemwamrisha mtume wake awe ni mwenye kukaa katika vikao kama hivyo. Leo wengi wetu tumesoma na wengine tutasoma suratul Kahf, lakini kila anayesoma alipita katika aya fulani, Allah anamwamrisha mtume wake jambo fulani. Lakini tatizo letu sisi tunasoma ili kutimiza wajibu, hatusomi kwamba kuna message fulani Allah anatupa mimi na wewe. Allah subhanahu wa ta'ala anamwambia mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wasbir nafsaka ma'a alladhina yad'una rabbahum bilghadati wal ashi yuriduna wajha. Muhammad, wewe mimi Mola wako na kuamrisha isubirishe nafsi yako pamoja na wale ambao kwamba wanamuomba Mola wao asubuhi na jioni, wanalifanya hilo, hawahitaji kitu kingine chochote. Yuriduna wajha, wanahitaji uso wa Allah subhanahu wa ta'ala. Aya hii kama alivyoelezea Ibn Kathir katika tafsiri yake, akileta riwaya ambayo kama maulama wanasema iko na udhaifu, lakini inapoa nguvu riwaya hii kwa riwaya nyingine na maana ya riwaya hii ni kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam asema, Abu Huraira wa Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhuma, jaa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa rajulan yaqra'u al-Qur'an. Mtume sallallahu alaihi wasallam siku moja alienda au akalipita mahali, alipofika katika sehemu akuta mtu anasoma Qur'an. Mtume sallallahu alaihi wasallam akawaambia masahaba zake, hadha almajlis alladhi umirtu an asbira nafsi. Hii munaoona huyu bwana alikuwa anasoma suratul Kahf au suratul Hijr. Mtume anawaambia hichi kikao mnachokiona, kikao cha watu wanasoma Qur'ani, ndio kikao ambacho kwamba mimi mtume wenu nimeamrishwa niisubirishe nafsi yangu juu ya vikao kama hivi. Bali alisoma hii aya alayhi salatu wassalam kama alivyopokea Ibn Majah min hadithi Anas ibn Malik radhiyallahu anhu. Alipoisoma Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema maneno, li an aq'uda ma qaumin yadhkuruna Allah, mimi Muhammad, mimi ambaye kwamba ndiyo mwanadamu ambaye kwamba ni bora zaidi kukaa na watu ambao kwamba wamekaa chini wanakumbushana maneno ya Mola wao, wanaelezana maneno ya mtume wao, kwangu ni bora zaidi kukaa min salati al-ghadati hatta tatlu ash-shams, kukaa kuanzia sala ya alfajiri mpaka jua lichomoze. Mimi nimekaa kwenye vikao kama hivyo, ahabbu ilayya min an atika arba'an min waladi Ismail. Ili jambo mimi mtume wenu nalipenda sana, enyi masahaba zangu. Enyi Waislamu, mimi Muhammad napenda kukaa katika vikao ambavyo kwamba watu wanakumbusha maneno ya Mola wao, watu wanakumbusha maneno ya dini yao, watu wanakumbushwa kuhusiana na akhira, watu wanakumbushwa kuhusiana na maut. Mimi napenda vikao kama hivi hata kuliko kutoa fidia, kuacha huru watumwa wanne ambao kwamba ni watoto wa Ismail. Kwa nini ataja watoto wa Ismail? Kwa sababu watoto wa mitume ni unapowafanyia ihsani ni jambo la kubwa zaidi kuliko kuwafanyia ihsani wanadamu wengine wote. Lakini akasema, wali an aq'uda ma'a qaumin yadhkuruna Allah, na mimi Muhammad kukaa na watu ambao kwamba wanamtaja Allah, min salati al-asri hatta taghruba ash-shams, kuanzia sala ya alasiri mpaka jua lizame. Mimi nimekaa kwenye vikao vya kielimu, ahabu ilayya min an aatika arba'a, ili jambo linapendeza kwangu mimi mtume wenu kuliko hata kuacha watumwa wanne. Hapa hakusema min waladi Ismail, akionyesha vikao vinavyoekwa baada alfajiri ni vikao vibora zaidi kuliko vikao vinawekwa baada alasri au swala nyingine yoyote.
Na kwa nini Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam asiwe ni mwenye kupenda vikao hivi? Ndugu zanguni katika imani, wakati Waislamu wanapokaa katika vikao kama hivi, wanakumbushwa akhera yao, wanaelezewa mambo yanayohusiana na dini yao, wanakuwa ni wenye kufundishwa. Hii ni sababu miongoni mwa sababu ya mimi na wewe kusamehewa madhambi yetu. Sote tunamkosea Allah subhanahu wa ta'ala, hakuna aliyekamilika. Hakuna anaweza akasema mimi ni msafi simkosei Allah, mimi ni khatibu sina maasia, mimi naisoma dini si muasi Allah. Sote tunamkosea Allah lailan wa nahara. Allah anatupa ofa, ikiwa wewe utakaa kwenye vikao ambavyo kwamba ndani watu wanakumbushwa akhera yao, basi utasamehewa madhambi yako, kama alivyoelezea Mtume sallallahu alaihi wasallam. Watu wanapokaa vikao kama hivi, la yuriduna illa wajha, hawakukaa isipokuwa wanahitaji uso wa Allah subhanahu wa ta'ala. Wamekaa kwa ikhlas, sio kwamba waonekane na wao wako kwenye vikao kama hivi. Kuna munadi minas samaa, ana nadi mwenye kunadi kutoka mbinguni, qumu maghfuran lakum, simameni nyinyi katika vikao hivyo, mshamaliza sasa, mnataka kwenda nyumbani. Ananadi katika mbingu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Malaika anaambiwa na Allah, waambie kila aliyekaa kwenye kikao hicho, akatumia ujisaji moja kusikiliza mawaidha, akatumia nusu saa kusikiliza ukumbusho, qumu maghfuran lakum, simameni nendeni nyumbani hali ya kuwa mmesamehewa madhambi yenu. Hatutaki Waislamu sisi tusamehewe usengenyaji wetu tunaofanya huko nje. Wewe hutaki tabia yako ya kula marungi isamehewe kwa kukaa vikao kama hivi. Wewe hutaki tabia yako ya kumdhalilisha mke wako, haumlishi mke wako, unamnyanyasa, leo uje usamehewe. Hautaki wewe Muislamu upate msamaha wa Allah subhanahu wa ta'ala, ambalo kwamba hakuna jambo litakuwa na thamani kwetu siku ya Kiyama kama sisi kusamehewa na Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini ofa si hiyo peke yake. Kad buddilat sayiatukum hasanat, yale madhambi yenu mlioyafanya, yale maovu yenu mlioyafanya nyinyi Waislamu pamoja na mimi, yanabadilishwa yanakuwa ni mema. Umekaa tu kikao, kunatajwa Allah, kunatajwa mtume wa Allah subhanahu wa ta'ala, ukapigana na nafsi yako dakika 10, dakika 20, dakika 30, ukasema nakaa kwa ajili ya Allah, kwa sababu anayetajwa hapa ni Allah na mtume wake. Mimi nakaa kwa kutafuta radhi zako ewe Mola wangu. Unakuwa ni mwenye kusamehewa madhambi yako. Lakini si hapo peke yake, yanabadilishwa yale maovu yako yanakuwa ni mema. Ayuhal mu'minun, barakallahu fikum. Haikusimama faida ya sisi kukaa katika majlisul ilm ikawa hii ingelikuwa ni faida peke yake, ingetutosheleza sisi tusitoke kwenye vikao kama hivi. Lakini malaika wenyewe wa Allah wanatafuta sehemu za watu wanasomeshwa dini yao. Malaika wa Allah subhanahu wa ta'ala, mtume anatuambia inna lillahi malaikatan yatufuna fi turuq. Kuna malaika wao kazi yao wanazunguka mabarabarani, yaltamisuna ahla dhikr, wanatafuta wa mahali gani watu wanakuwa ni wenye kufundishana dini yao, watu wanakumbushana maneno ya Mola wao. Mpaka wale malaika wanapopata sehemu kama ile, wanawaita wenzake wakiwaambia halummu ila hajatikum, John, lile tunalolitafuta tumelipata. Hao wanadamu wamekaa wanakumbushana maneno ya Allah, hao hapo wamekaa kwenye vikao vya kielimu. Malaika wale wanakuja wanavifinika vikao kama vile mpaka katika mbingu ya dunia. Malaika wa Allah wako pamoja na wewe mpaka katika mbingu ya dunia, kwa sababu wewe umekaa unasikiliza maneno ya Allah na mtume wake. Ndugu zanguni katika imani, Imamu Muslim katika sahihi yake min hadithi Abi Huraira, Mtume sallallahu alayhi wasallam asema, wa majtamaa qaumun fi baitin min buyutillah, na wala watu hawatokusanyika katika nyumba miongoni mwa nyumba za Allah. Wewe Muislamu haijakutosheleza
ya kuwa wewe unahitajika katika vikao vya kielimu na wewe ukae kunapowekwa mihadhara, kunaposomeshwa vitabu na wewe uwe hapo ndani ya msikiti. Wamajtamaa qaumun fi baitin min buyuti llah, hii inatosha kuwa ni sharaf kwetu, tumekaa ndani ya nyumba ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini waislamu wao kazi yao ni kutuonesha katika Instagram na TikTok walikuwa katika nyumba ya rais, walikuwa katika nyumba ya waziri fulani. Muislamu hayuko proud hata sahi amekaa msikitini anasikiliza khutba ya Ijumaa. Huyo khatibu anatupotezea wakati nataka kwenda zangu kazini, niko na appointment. Hana haja na Allah. Lakini mtume anatuambia wamajtamaa qaumun fi baitin min buyutillah, nyumba miongoni mwa nyumba za Allah subhanahu wa ta'ala. Wanafanya nini watu wao? Yatluna kitab Allah, wanayasoma maneno ya Allah, wayatadarasunahu bainahum, na wanafundishana. Wanapofanya mambo hayo, mbali na kuwa kukaa katika nyumba ya Allah ni sharaf, lakini mtume sallallahu alaihi wasallam anatuambia illa nazalat alaihimus sakina, Allah anawateremshia utulivu, wa ghashiyatuhumur rahma, na Allah anaziteremsha rehma zake. Hivi sisi waislamu tumejitosheleza, hatuhitaji rehma za Allah? Wewe hauhitaji kurehemewa na Allah subhanahu wa ta'ala? Mbona unaposikia watu wanakumbushwa maneno ya Allah unatoka? Wewe unazimiliki rehma za Allah au unajitosheleza kwamba hapa nilipo mimi sina haja tena ya rehma za Allah? Yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alayhimus sakina wa ghashiyatuhumur rahma wa hafatuhumul malaika, na malaika wanawafinika. Izote ni fadhila zingemtosheleza Muislamu akajiwekea program Muislamu kama huyu, lakini haikutosheleza hapo. Mtume sallallahu alaihi wasallam atuambia wa dhakarahumullahu fi man indahum, na wale walioko kwenye vikao kama hivyo Allah subhanahu wa ta'ala anawataja kwa majina yao. Kila mmoja ambaye kwamba anahudhuria katika vikao vya kielimu, Allah subhanahu wa ta'ala anamtaja kwa jina lake. Wewe unaonaje unasifiwa na Allah subhanahu wa ta'ala, ndugu yangu katika imani? Lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam, mbali na fadhila hizi zote, akatwambia idha marartum biriyadhil jannati farta'u, pindi nyinyi waislamu nyinyi munapopita katika mabustani miongoni mwa mabustani ya pepo, kaeni hapo munywe, kaeni hapo mufaidike, kaeni hapo muchume katika mabustani kama hayo. Masahaba wakashangaa, ya Rasulullah, haya mabustani ya pepo ambayo kwamba yako duniani ni yapi? Mtume sallallahu alaihi wasallam anawaambia ni vikao vya kielimu, vikao vya dhikrullah. Ndani yake anatajwa Allah na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, watu wanafundishwa dini yao. Hivyo ni vikao ambavyo kwamba Muislamu atakiwa awe ni mwenye kukaa navyo. Qultu ma samitu wastaghfirullah innahu kana ghafara. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. وإخواني أيها المؤمنون بارك الله فيكم. Katika khutba ya kwanza tumetaja tu baadhi ya mambo ambayo kwamba yatuhamasishe sisi kama Waislamu, tuone umuhimu sisi kama Waislamu au sisi Waislamu pindi vinapowekwa vikao kama hivi vya kielimu, ili Muislamu awe ni mwenye kuhudhuria ndani ya vikao kama hivyo. Muislamu ambaye kwamba ni muumini wa kikweli, anaithamini dini yake, atakiwa ni lazima awe na program, ni lazima, si khiari ya yeye kuisoma dini yake. Hili si jambo kwamba wewe una option kwamba mimi sitaki, niko busy. Ni lazima wewe utafute vikao vya kusoma dini yako. Na tunapozungumzia vikao hivi ni yale mambo ambayo kwamba ni ya msingi wewe Muislamu kujua. Sahihi lao tuufunge ule mlango pale, na tuufunge mlango ule, tuanze kumuuliza mmoja baada ya mwingine maswali hapa. Tutajieni masahaba 10 waliobashiriwa pepo, ama huendi nyumbani leo vyakula vitagawanyizwa mtaani vingi sana huko. Waislamu hawamwajui masahaba waliobashiriwa pepo nyinyi, lakini mnawajua wanasiasa wote, mnawajua wachezaji mpira wote,
Waislamu nyinyi mnawajua waigizaji, Waislamu nyinyi mnajua kila aina ya watu wa upuzi, lakini mambo yanayohusiana na Allah hamjui. Lau tufunge mlango kule tuanze kuuliza shurutu sala peke yake na wakidhul wudhu, wallahi Waislamu hawajui, utatokwa na machozi. Huyu ni Muislamu ameswali miaka 40 hajui hata na wakidhul wudhu. Lakini kinapowekwa darsa msikitini, watu wanafundishwa ibada ya sala, watu wanafundishwa ibada yoyote ile ya saumu na nyingine, unaona Waislamu wanatoka kana kwamba wao ni wanazuoni. Waislamu hawana habari. Hili ni jambo watakiwa ujue. Lazima kwa wiki uwe na program japo siku moja. Basi kwa wiki umekosa wewe Muislamu, hata kwa mwezi huna program ya Mola wako. Hili ni jambo la hatari na kupuuzia utajo wa Allah. Tumeona faida ya kukaa, lakini kuna hasara kubwa sana katika kuacha vikao kama hivi. Allah subhanahu wa ta'ala katika suratul Kahf, leo utaisoma wewe ama umeshaisoma, anatuambia waman adlam mimman dhukira biayati rabbih fa'arada an wa nasiya ma qaddamat yadah inna ja'alna ala qulubihim akinnatan an yafqahu wa fi adhanihim waqra wa in tad'uhum ila alhuda falan yahtadu idhan abada. Hii ndio hali waliokuwa nao Waislamu leo. Ni nani dhalimu zaidi? Ni nani aliyepotea zaidi kuliko yule ambaye kwamba dhukira biayati rabbi, anakumbushwa maneno ya Mola wake, fa'arada anha, akayapuzia akaenda zake? Kuna dhalimu zaidi ya huyu? Ni Allah ndo anasema kwenye Qur'an, wa nasiya ma qaddamat yadah, akasahau yale aliyoyatanguliza kwa mikono yake kutokamana na madhambi. Inna ja'alna ala qulubihim, angalia adhabu anayoitoa Allah kwa mwanadamu, tutajalia kwenye vifua vyao akinnatan an yafqahuhu, tutajalia vifiniko, hawawezi kuielewa dini yao. Ndio maana hata Muislamu ukamwambia hii ni haramu, anakuambia mashekhe wa 2026. Ukimwambia hii ni bid'a, anakuambia mmezidi nyinyi. Hautaki kusoma, kwa nini usituone tumezidi? Hautaki kukaa kwenye vikao vya elimu, kwa nini usione kwamba tumezidi? Wakati huo hutaki kuambiwa kala Allah, unachomeka moyo wako. Inna ja'alna ala qulubihim akinnatan an yafqahu wa fi adhanihim waqra, na katika masikio yao tutajalia kuwa ni uziwi, hawasikii lolote. Lakini wa in tad'uhum ila alhuda falan yahtadu idhan abada, hata ukiwalingania kwenye uongofu ukawaambia njooni mukae, hawezi kuongoka. Ndio maana hata kesho kukiwekwa muhadhara, hata usiku kukiwekwa muhadhara, utadhani sio Waislamu ambao kwamba wameelezewa masala hayo. Lakini njoo uone Waislamu walivyoboresha usiku wa Nuya. Kwani waliojaa kule wakayafanya yale maasiya, si sisi Waislamu tuliojazana misikitini? Ndugu zanguni katika imani, achukie mwenye kuyachukia ninayoyazungumza na ayapende mwenye kuyapenda ninayoyazungumza. Hatuyazungumzi ili watu waridhike, tuyazungumza ili Mola wa watu waridhike. Turegeeni nyuma Waislamu. Hii hali tunayokwenda sio hii, namna tunavyoidharau dini yetu kuvuka mipaka sio sahihi. Ndugu zangu katika imani, wanafunzi wamemaliza form 4, tuliona ni jinsi gani Waislamu walivyoonyesha uchangamfu wao. Kila mmoja anataka kujua skuli gani imepata alama gani. Sisemi ni makosa, ni jambo zuri. Tunahitaji tutoe madaktari wazuri, sisi tunahitaji tutoe maloya wazuri, jambo zuri kabisa ile ambalo kwamba halipingwi. Lakini nyinyi Waislamu mnawajua vijana waliomaliza thanawi? Mnajua vijana waliotakharaj mamlaka ambao kwamba waje watusomeshe dini yetu? Mnawajua? Mnajua asilimia ngapi wako nao vijana wanaosoma kwenye thanawi zetu, wanafaulu ama wanafeli? Mnajua hilo? Kwa sababu ni dini, haituhusu. Kwa sababu huyu ni Allah, hatuna haja naye. Ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala akatuambia kwenye Qur'an, waman a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan dhanka wa nahshuruhu yawma alqiyamati a'ma, yoyote atakayepuuzia utajo wangu mimi Mola wake natajwa akawa ni mwenye kupuuzia, huyu atakuwa na maisha ya dhiki. Linganisheni maisha yetu sisi tunaoishi, twalalamika miaka nenda miaka rudi, vijana wetu wanafeli na watafeli kama bado hawajafeli.
kwa sababu haiwezekani wewe kijana anapita msikitini salatul fajri, mambo ninayoyashuhudia mimi mwenyewe, mtoto wa Kiislamu, watu wanasali salatul fajri, anakwambia anachelewa shule. Headmaster wa shule ni Muislamu. Tutafaulu vipi sisi tumemfanya Allah hivi? Tutafaulu vipi sisi tumemfanya Mtume sallallahu alaihi wasallam si maana kwetu? Waman a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan dhanka wa nahshuruhu yawma alqiyamati a'ma, na tutawafufua siku ya kiyama hali ya kuwa ni vipofu. Ndio wanalalamika, rabbi lima hashartani a'ma, ewe Mola wangu kwa nini umenifufua mimi hali ya kuwa ni kipofu, wakati kuntu basira, hali ya kuwa nilikuwa nikiona. Wanaambiwa kadhalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadhalika alyawma tunsa, sisi tulikuletea alama zetu ukazipuuzia na ukazisahau, na leo hii pia sisi tunakuwa ni wenye kuwasahau. Ndugu zanguni katika imani, sifa ya Muislamu kuwa na kifiniko katika moyo wake ni sifa mbaya sana. Hii ni sifa ya wanafiki, lakini leo wali'iyadhu billah, hii sifa isije ikaelekea kwetu sisi Waislamu. Allah anatuambia kutusimulia wanafiki, wa idha dhukira Allahu wahdahu ishma'azzat qulubul ladhina la yu'minuna bil akhirah, wanapotajiwa Mola wao, wale watu ambao kwamba wanachukia hawaamini akhera, zinapata dhiki nyoyo zao. Mbona huyu anatuambia tukae vikao vya dhikri huyu? Na sizungumzii dhikri za kukohoa, wala sizungumzii dhikri za watu kukaa pamoja kupiga makelele, nazungumzia majlisul ilm. Ishma'azzat qulubul ladhina la yu'minuna bil akhirah. Lakini Muislamu huyo huyo, wa idha dhukira alladhina min duni, Muislamu nenda kamtajie mwanasiasa, ikiwa ni mtu wa mwanasiasa, nenda kamtajie mchezaji mpira, uone ile raghba aliyokuwa nayo. Lakini Muislamu huyo huyo anapotajiwa Allah na anapotajiwa mtume wa Allah subhanahu wa ta'ala, nyoyo zake zinakuwa ni nzito, anasikia dhiki. Ndugu zanguni katika imani, kumalizia khutba hii, leo ni tarehe 27 mwezi wa Rajab mwaka 1440, na siku kama ya leo kuna wanaoitakidi ya kuwa ndio siku iliyopatikana al-Isra wal Mi'raj, tukio la mtume sallallahu alaihi wasallam kupandishwa kwenda kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wako wanaitakidi kuwa hii ndiyo siku yake, na hakuna hadith sahihi, hakuna hadith iliyosihi kwamba leo ni siku mtume sallallahu alaihi wasallam aliyopandishwa. Kwa hiyo masala ya wewe kuambiwa kwamba leo alikuwa umefunga, hii ibada kama hii hakuna. Ndugu yangu katika imani, hakuna ibada kama hii, na hii ni hatari inayoletwa sababu ya sisi kutokaa katika majlisul ilm. Hakuna masala ya baada lishai kuhusisha, sio makosa watu kuwa na muhadhara wakaelimishwa, lakini hakuna masala ya kuhusisha kwamba leo ni mkesha wa Isra wal Miraj. Hakuna mkesha wa Isra wal Miraj, haukufahamika na mtume kwa Qur'ani. Mkesha huu haukufahamika na mtume sallallahu alaihi wasallam yeye mwenyewe aliyopandishwa. Mkesha huu haukufahamika na masahaba ridwanullahi alaihim. Wewe ni nani uende ukafanye jambo hauoni haya? Basi wafanya jambo ambalo kwamba hawa hawakulifahamu. Kwa hiyo ni tambii tu ndugu yangu katika imani, ikiwa umefunga na nia yako ni tarehe 27 ya Rajab, au umekesha usiku au una nia ya kukesha usiku kwa tarehe 27 ya Rajab, wanazuoni wanasema akiwemo Ibn Hajar al-Asqalani, hakuna swala kama hilo. Na man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa raddun, yoyote atakayezua jambo ambalo kwamba sisi hatuko nalo, haliko katika Uislamu, jambo hilo atakuwa ni mwenye kurejeshewa nalo. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. اللهم اعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر جيوش المسلمين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.